ya kwamba wale ambao wanajaribu kuchimbua makaburi, nilisoma kwa gazeti juzi, wasifikiri wanacheza. Mimi siwezi kukubaliana na mambo kama haya. Tumetoka huko na mambo haya tumezika katika kaburi ya sahau. Kwa sababu ukijaribu kulete maneno hapa, wewe hujui ni shida gani. Anayo wengine hawafikiri. You don't think before you talk, you don't think before you act. You must always think before you do something. Sisi hatutaki vita katika taifa letu la Kenya. Sisi wengine wetu tunajua maana ya amani. Na sisi tunataka kurekebisha zile shida, na turekebishe kwa njia ya kikatiba, kwa njia ya kisheria, ndio Kenya isonge mbele na Wakenya wawe kitu kimoja. Hiyo ndio haja yetu kubwa. Sio kuja hapa kila siku kuambiwa hii na hii na hii. Let us be faithful to the peace, to the stability, to the unity of this nation. Na kuna mengi ambayo labda wengine wangependa wangependa iwe ndani ya hii amendment. Lakini Wakenya wenzangu, ni wakumbushe, Kenya sio kama maisha ya binadamu. Sisi tukiwa binadamu, viumbe vya Mwenyezi Mungu, tunajua ya kwamba muda wetu huanza kuhesabiwa kutoka siku ile tulizaliwa. Na tunajua bado huo muda utafika. Kenya itaishi milele na milele na milele. And that is why we do some of the things that we do. Not for what we gain today, but what shall be there for our children and our children and our children's children in the future, because Kenya will be here forever. And our responsibility is to be architects of that future. That is our responsibility. And tomorrow, there will be those Kenyans who will be in positions of leadership, ambao watasema, unajua sasa tumekubaliana kitu ingine. Na watafanya amendment ingine. Na wengine watakuja, watafanya amendment ingine. Na ndipo tunasema katiba yu hai. Katiba sio vile tumeona nchi zingine, unasema kwa sababu imeandikwa kwa katiba, right? Hiyo ni kumaliza nchi. Unaona watu wanasema, unaona vile katiba inasema, kwa hivyo wewe nyamaza. Sasa kunyamaza na mtu anasema mimi niko na kitu ambayo inaniuma, na wewe unaniambia ni nyamaze ati kwa sababu imeandikwa. My friend, is that not a recipe for war? Right? That is a recipe for war. And we have seen it in other countries. Mwingine ana brandish katiba ambaye ilichorwa miaka 100 iliyopita. Angalia katiba. Wewe nyamaza. Na ukiongea utaniona. Haya, na yeye atasema basi nitaongea. Na ukinikaribia wewe ndio utaona. That is the beginning of war.